Nam. Mbahaye ikaze kuri Firstborn TV show. Uyu munsi dufite abatumirwa mfite ntabwo basanzwe. Impamvu mvuga ko badasanzwe muraza kubiyumvira. N'abana b'abanyeshuri ariko biga mu Rwanda ariko bavukiye muri Tanzania. Ni naho bigaga muri make, baje mu Rwanda vuba nta nubwo Kinyarwanda barakimenya neza. Ni ikiganiro cyiza muri buze gukunda kubera ko muraza kujya mwumva n'uburyo baganiramo ari ibintu byiza kandi bishimishije. Naam, wageni wangu karibu jamani. Asante. Habari za kushinda? Nzuri. Kwanza kabisa tuanze kwa kujitambulisha. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Oliva Kaitesi. Oliva Kaitesi. Na mwingine ndugu yako? Kwa majina naitwa Nyamwiza Angel. Nyamwiza Angel. Na dada mwingine? Kwa majina naitwa Sharon Kansimi. Ina maana nyote mnaongea Kiswahili? Ndio. Ntabwo muzi Kinyarwanda se? Ntukije. Kwa Kansimi. Kankubaza. Sibyo? Iyo bavuze ngo mwaramutse usubiza ngo iki? Mwaramutse. Urongera ugasubiza ngo mwaramutse. Ndio. Iyo bakubwiye se ngo wariye usubiza ngo iki? Nariye. Waba utariye se? Ntabwo nariye. Ntabwo nariye. Sasa naomba tuongee na feel free, feel at home, yani msiwe na woga, msiwe na nini, au sio? Ndio. Yani mujisikie kama vile mko nyumbani, mko na baba na mama, yani hakuna mtu wa kuwaogopesha au kuwafanya muogope. Acha tu tuongee, sio? Ndio. Nataka nianzie kwako Kansimi kwa sababu wewe ndo una microphone. Hebu nikuulize kaswali kidogo. Ulianza shule ukiwa na miaka mingapi? Unakumbuka? Uliwahi kumuuliza mama kweli au baba? Ndio. Ulianza shule ukiwa na miaka mingapi? 6. Na leo una miaka mingapi? 14. Umetoka Tanzania mwaka huu au mwaka jana? Mwaka huu. Na leo unasomea wapi? Nasomea GS Munini TSS. Unaongezea hiyo GS Munini TSS. Unasoma darasa gani? Senior 1. Yaani ulitoka Tanzania moja kwa moja ukaanza Senior 1. Ndio. Nitakurudia baadaye. Na Angel. Habari jamani. Nzuri. Angel, una miaka mingapi? 11. Unakumbuka mwaka uliozaliwa? Unakuwaga na birthday siku gani? Unakumbuka? Ukumbuki? Sasa uje umuulize mama. Sio? Kwa baba anaweza akawa hakumbuki. Na uje umuulize mama, hivi mama unakuwaga na birthday siku gani? Kwani nyumbani hamshirikiagi birthday zenu? Tunasherehekea. Kwa sasa unasherehekea tarehe gani? Ukumbuki? Wewe unasoma darasa la ngapi? P4C. Huku GS Munini pia. Hapa GS Munini hapa. Unaweza masomo? Ndio. Umeshaanza kujifunza Kinyarwanda? Kweli? Niambie kama vifaa 5 vya nyumbani kwa Kinyarwanda. Twende. Jembe? Isuka. Panga? Nini? Ongea kwa sauti. Umuhoro.
Kijiko? Ichiko. Ichiko. Wanasema ichiko. Au ichiko. Ichiko. Mkeka? Mkeka. Alafu sufuria? Isafuria. Chumvi? Umunyu. Umeshaelewa, wewe mtaalamu sana, wewe mwerevu. Acha nimuulize dada yenu Oliva. Oliva. Ndio. Unaonaje shule za huku? Shule za huku ni nzuri, lazima shule nzuri. Jaribu uongee kwa sauti. Shule za huku ni nzuri. Ni nzuri. Hebu linganisha na labda na za kule Tanzania mlikokuwa mnasomea. Za kule Tanzania sio mbaya sana, lakini naona huku ni pazuri. Kwa nini unasema ni pazuri? Kwa sababu kwanza huku naenda nyumbani narudi, lakini huko Tanzania alikuwa boarding. Ina maana ulikuwa unasomea boarding. Kwa maana unasema huku ni pazuri. Ulikuwa unaogopa zile sheria za boarding. Kwa nini? Wanakuamsha mapema, wanakupiga nini? Walikuwa wanalazimisha spendi. Walikuwa wanakulazimisha upendi. Kwani si faida yako kujifunza? Lakini sitaki. Ulikuwa hutaki? Vitu vya kulazimisha. Ulikuwa unasomea shule gani? Shule ya sekondari. Naam. Shule ya sekondari kwa nasomea shule ya General David Musuguri. Ni General David Musuguri. General David Musuguri. Ni ilikuwa private school? Ni shule ya serikali. Ulikuwa unasoma kidato gani? Kidato cha kwanza. Kidato cha kwanza. Ulikuwa umehitimu kidato cha kwanza? Ilikuwa bado? Na shule za boarding kule inakuwaje hasa? Ni kwa mbaya sana. Wanawakomoa au walikukomoa wewe? Kama newcomers. Kivipi? Pale sisi form 1 kuna tukua wageni, kwa tukua tunateswa sana. Kivipi? Nani alikutesa? Yaani kule umelala unaamka na mwalimu anakimbiza wanafunzi wengine darasani. Acha wewe. Mwalimu wa kiume anaingia kwenye wageni wa wasichana. Kufanya nini? Kukimbiza wasichana ile darasani. Waende. Sasa kule ukuta msichana kule ajava, hiyo kule ni yake. Wewe acha. Sasa si ni mwalimu? Ni mwalimu, inabidi kae nje ya mlango ambao wanafunzi ni darasani, sio kuingia. Sasa mlikuwa hamna matron? Hawapo. Kuna unasema ni patron? Ndiye alikuwa anawakimbiza huko kwenye bweni. Mwalimu wanaotufundisha wao ndio matron ndio matron. Kweli? Haiwezekani. Kwa hiyo hilo lilikuwa linakuudhi. Lakini naona sio shida kwa sababu asipokuamsha utalala mpaka saa 5 na masomo yanaanza saa 1. Yanaanza saa ngapi? Saa 10. Ndio tunaanza masomo. Saa 10. Yaani asubuhi zile saa za saa 10. Alafu unaamuka? Hebu jaribu kunicholea ratiba ikoje unapoamuka, unapofika darasani. Unaonaje mambo ya boarding? Mambo ya boarding ni mabaya kwa sababu kule ulikuwa ni umelala saa ngapi? Saa 4 umetoka shule night prep. Umelala saa 4 na wanakuamsha, wanagonga kengele. Wanakuamsha saa ngapi? Wanakuamsha saa 10. Kuamsha saa 10 wanakuamsha, yaani unakimbiza, unajikuta hata hawezi kuvaa nini, unakimbia darasani. Ukikimbia darasani unafika unasoma mpaka saa 12. Saa 12 za asubuhi. Kusoma mpaka saa 12 za asubuhi. Utarudi tena bwenini uvae nguo za shule. Kumaliza kuvaa nguo za shule umefanya usafi, kila kitu umemaliza, utarudi tena darasani saa ngapi? Saa 12 hiyo. Naam. Utafanya usafi darasani, mazingira yote, halafu
alafu utasikia kengele ya darasani ambayo itakuwa ni saa ngapi? Saa 2 kamili. Naanza masomo. Na masomo vipindi vingapi? Vipindi kama 4. Itakuwa ni break. Ni break ambayo itakuwa hiyo break itakuwa ina masaa. Itakuwa ni kama saa 4 kamili hadi saa 4 dakika 20. Naona ni kama vile unakumbuka. Alafu nitarudi tena darasani mpaka saa 8. Saa 8 hiyo ndio ilikuwa ndio muda wa chakula. Saa 8. Yaani kwanza asubuhi hamjapata chochote. Hiyo break ndio mnakunywa uji. Kunywa uji mnarudi. Uji ni mnapewa na shule? Unaenda bwenini. Unakwenda bwenini kupata uji. Maana kuna wengine wanaenda nyumbani, wengine hawali kabisa. Sababu wenyewe hawajali, pia sio boarding. Uji peke yake au kuna kitafunio? Peke yake. Hakuna andazi. Labda kama unaenda hapo ndio unaenda unanunua dukani. Neno unanunua. Lakini duka lipo ndani ya shule. Kwenye kantini. Ndio darasani mpaka saa 8. Yaani hiyo saa 8 mkimaliza kula mnarudi darasani. Mpaka saa ngapi? Saa 11. Mpaka saa 11. Saa 11 utaenda bwenini. Utafanya mambo yako, utasikia kengele ya chakula saa 12. Utakula hiyo saa 12 utamaliza. Utasikia kengele kwenda darasani. Huo muda siku moja utaingia darasani kabisa, hapana. Huo muda utaenda kwenye wanaita kwenye makanisa yako ya jioni. Mpaka saa 1 dakika 15. Ifika saa 1 dakika 15 utasikia kengele. Jioni muda wa kutoka makanisani kwenu. Kila siku. Unakwenda makanisani. Lakini kila mtu anakuwa na kanisa lake, yani wanaenda huko. Hapo tu kwenye mazingira ya shule. Lakini madarasani ndio huko mnaabudia. Nimaliza hapo saa ngapi? Saa 1 dakika 15. Zikifika tu wote mnatoka mnakimbia madarasani kwenu. Yaani kulikuwa ni mchaka. Unakokute eti ndio mnaanza kuabudu, wanawakimbiza. Yaani hapo hajui Mungu nani wala nini. Kimbiza wengi wanafuata ratiba. Ina maana mambo ya kuabudu yamemalizika. Ndio umeisha. Nitaenda darasani nitasoma mpaka saa 4 dakika saa 4 dakika 30 usiku. Saa 4 za usiku. Saa 4 za usiku. Dakika 30 ndio nitaenda bwenini. Tapanga vitu vyako, yani ukisikia tu kengele ya usiku kuonekana nje si unanunua vitu nini. Hapo utaenda utalala tena utamka saa 10. Lakini hamjapata chakula cha usiku. Chakula cha usiku mekila saa 12. Saa 12. Mnakula saa 12 alafu mnakwenda madarasani. Yaani mnakuja unakula break ile. Ina maana mkitoka kuabudu mnakula before. Before ile saa 12. Ndio hicho ndio chakula cha usiku. Saa 12. Saa 12 unakuja umeweza kula saa 12, utakula kesho, yani utakunywa uji kesho. Asubuhi tena. Kesho asubuhi saa 4 kamili. Utakunywa uji. Yani inatokana kama utakosa uji au utapata uji. Ndio. Okay, nitarudi kwako baadaye. Acha nimuulize tu Angel. Wewe kule ulikuwa unasoma darasa la ngapi? Darasa la 3. Unakumbuka masomo gani hasa mliokuwa mnajifunza darasani Tanzania? Niambie. Moja? Kiswahili, Kiingereza, Science, Social. Social mnaita social kule? Naitwa social. Social study. SST, social study. Same ni nini? Civics and moral education. Physics and moral education. Civics. Kule mnasoma? Nini? Religion. Mathematics, hisabati.
Maarifa ameniambia. Mlikuwa msomi maarifa ya jamii. Ndio isimu ile. Alafu historia ni nini? History ni SST. SST. Okay. Sasa ni somo lipi ulikuwa unalipenda zaidi? Yaani lile unalosema ni favorite. Social. Yaani social ni sawa na historia. Kwa hiyo wewe ni mzuri wa historia, wa social. Tanzania ilipata uhuru mwaka gani? Swali la kwanza, mtihani umeanza sasa. Hebu niambie, Tanzania ilipata uhuru mwaka gani? Au umezoea maswali ya kuchagua majibu? A, B, C, D. Ni mwaka 1960, 1962 au 1965? Ni mwaka gani? A, B, C. Ukumbuki? Na Kansini atakukumbusha. Sio? Mwalimu wako wa somo la ni social alikuwa anaitwa nani? Sabitongo. Unamkumbuka vizuri? Si waga unamumisi kweli? Hebu mwambie kitu. Labda akiona video hii mwambie kitu chochote kile unachotaka. Ongea kwa sauti, mwambie kitu. Umemumisi. Kitu cha kwanza umemumisi. Kingine? Napenda anavyofundisha. Ulikuwa unapenda jinsi yani anavyofundisha. Alikuwa sio mwalimu ambaye ni mkali sana. Alikuwa sio mkali sana. Anafundisha vizuri. Unaelewa. Walimu wakali unawaogopa. Okay, asante sana. Hebu nimuulize dadako Kansime. Wewe leo uko senior 1 na kule ulikuwa umehitimu darasa la 7. Darasa la 7 na matokeo yako niliyaona. Ulifanya vizuri kweli. Yaani kwa sasa ungekuwa unasoma boarding zile Oliva zilizokuwa zinamchukia. Na leo uko hapa GS Mnini, ni shule ambayo sio boarding, ni day school, na unasoma unakwenda nyumbani. Wewe usikii huzuni kweli? Hapana. Na unapenda kwenda nyumbani na kurudi shuleni? Sio sana. Lakini ungekuwa vizuri na wewe ukiwa boarding. Umesikia Oliva alivyokuwa anasema mambo ya boarding yalivyo. Unapenda boarding. Kwa hiyo natamani tuje usomee boarding siku moja. Ulikuwa unapenda sana. Au waje tu wakurudishe kule? Hapana. Nikuombee mama akurudishe Tanzania, uende kusomea boarding kule. Hivi mbona nyote kule mhampapendi? Wewe unapapenda? Boarding yangu ilikuwa ni nzuri sana. Boarding ya kule ilikuwa ni nzuri sana. Ya primary. Kweli? Ina maana hata primary mlikuwa mnasomea boarding? Ndio, kuanzia chekechea. Kumbe. Ndo maana. Yaani Oliva yeye ni kama vile alichukia sana boarding. Ameishi boarding kwa miaka mingi. Kwa hiyo anataka kuwa free. Unataka uhuru wa kuja shuleni na kwenda nyumbani. Hutaki tena mambo ya boarding. Lakini na wewe Kansime, na ulionaje huku
masomo ya huku labda ukilinganisha na kule, ni somo gani ambalo linakusumbua sana? Historia. Kinyarwanda sura cyumva? Kidogo. Ikinyarwanda uragitsinda? Historia. French na Kinyarwanda. None se Ikinyarwanda ni ibiki wibuka mwize mu Kinyarwanda ubu ngubu aho mugejeje? Izina. Amazina. Amoko y'amazina. Bababwiye ko amoko y'amazina arangaye. Lakini unaweza kujaribu. Hebu niambie tu hari amoko angahe mbwira amoko y'amazina uzi. Iwizi. Izina bwite. Izina. Ni izina rusange. Izina rusange. Izina bwite, izina rusange. Mwarabyize? Ntabwo murasoma umwandiko? Mwarabusomye. Ni uwuhe mwandiko mwasomye? Witwa nguki? Ibiyobyabwenge. Witwa nguki? Ibiyobyabwenge subiramo. Ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge se ni iki? Mfano w'ikiyobyabwenge. Urugero. Kama sigara. Pombe. Madawa ya kulevya. Hebu niambie hayo maneno kwa Kinyarwanda. Inzoga. Itabi. Sigara yani ni sigara ariko mu buryo bwiza tuvuga itabi. Itabi. Inzoga ntabwo ari inzoka. Afu inzoka ni nini? Ni nyoka. Unaona ukijibu ukaweka nyoka ukasema eti ni ikiyobyabwenge, utakuwa umefeli swali. Unalinganisha siku ya kwanza ya kuja shuleni na kwa sasa. Yaani ulisumbuliwa na nini kwa mara ya kwanza yani ulipofika hapa shuleni? Jaribu kuongea kwa sauti. Kilichonisumbua ni wanavyofundisha. Walikuwa wanafundisha sana, yani wanaelezea Kinyarwanda sana. Wanaelezea Kinyarwanda sana. Alikuwa bado sijaanza kusikia vizuri. Nasikia kidogo. Hicho ndio kilichonisumbua, lakini sasa hivi nikasikia kama mwalimu akifundisha. Kama kieleza kwa Kinyarwanda naweza kusikia. Unaweza tu ukasikia. Yaani wewe ulikuwa umezoea nini? Nilikuwa nimezoea walimu kufundisha kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza. Ni mwalimu anakuja tu kama amekuja kufundisha hisabati? Anafundisha Kiingereza. Kwa Kiingereza? Ndio kama mwanafunzi hajaelewa ndio namweza kidogo, yani nato kidogo sana Kiswahili. Okay. Yaani kilikusumbua sana. Paka sasa ikoje sasa? Sasa hivi iko vizuri. Iko vizuri. Nimeshaanza kuzoea.
Kwa hiyo unaamini utakuwa mzuri kwa Kinyarwanda lini? Yaani umeset time labda ukasema ni mwezi huu au mwaka huu na mimi nitakuwa kama wengine. Disemba mwezi wa 12 utakuwa unajua kila kitu. Sio kila kitu. Utakuwa unajua nini na nini? Nile kama najua kuandika. Kubyandika. Uzabuzi kubyandika. Kubisoma se. Ndabizi. Kubisoma urabizi? Gakeya. Nariye kukwereka ahantu ngusomere. Numve ko wabimenye. Usome numve ko wabimenye. None se ariko mwebwe muri abahanga sibyo kuko nabyumvise ukuntu Anje avuga ibikoresho byo mu rugo yahise abimenya. Yahise abimenya ku kanya. Ubwo ni ukuvuga ngo mu minsi mike yamara mwamenye n'imigani. Imigani muzi cyari cyo? Imigani ni iki uri? Imigani nabizi. Methali ya. Methali. Mu minsi mike yamara mwamenye n'imigani. Ubu nta mugani n'umwe murumva bavuga. Imigani, ibisakuzo. Anje. Angel. Acha nikuulize. Imigani ni methali. Alafu ibisakuzo ni vitendawili. Sasa nataka mimi na wewe tuulizane vitendawili. Nani aanze? Wewe. Kwa nini mimi nisianze? Haya nakubali. Vingapi? 2 peke yake. Kwa nini tusiulizane 10? Acha tufanye tu 5 kwa kila upande. Utavipata? Utavipata 5? Haya, ongea kwa sauti uniulize nione kama nitana. Vizuri sana. Anje umechoka? Mbona kama vile umechoka? Jaribu kuongea kwa sauti. Tega. Nyumba yangu haina mlango ni yai. Tajiri wa rangi ni kinyonga. Mkanda. Tunakula ugali kwa vidole. Kula ugali kwa vidole. Shuka ni kulambe. Hapo ndo shuka ni kulambe. Nipe jibu. Kamasi. Kamasi. Shuka ni kulambe. Kamasi. Okay, hivyo ni vitendawili 5 umeniuliza. Na nimekosea kimoja. Na uko tayari kujibu vyangu pia? Uko tayari? Ndio. Okay. Ongea kwa sauti ili niweze kujua kama uko tayari. Nakuja na vitendawili vyangu tena sio vigumu. Cha kwanza kinasema kitendawili kwanza, kitendawili. Shamba langu kubwa lakini mavuno ni kidogo sana. Nywele. Nywele.
Kitendawili. Saa yangu kila mara inadunda, haisimami. Vizuri sana. Kitendawili. Mimi na wewe tunafanana. Kio. Vizuri sana. Kitendawili. Mimi ili unitumie napaswa kwanza univunje, unipasue. Yai. Nimebakiza vingapi? Kimoja. Kimoja cha mwisho. Iki mpaka ushindwe. Kitendawili. Havihesabiki. Nywele. Asante sana. Ila kitendawili hiki kina majibu mengi. Kina majibu mengi sana. Sijui sukari, nyota, chumvi, mchele, maji. Mengi sana. Asante sana kwa ushindi wako Oliver, na pia katika Kinyarwanda utabahatika kujifunza vitendawili. Kwa mfano kuna pahali utakuta wanakuuliza sakwe. Unajibu soma. Sakwe. Indyankurye. Indyankurye. Hebu fikiria kitu, yani kinakwambia ukinila na mimi nitakula wewe. Kula ni kule. Indyankurye. Unajua maana yake? Barasubiza ngo urusenda. Urusenda mnafahamu? Urusenda ni nini? Pilipili. Urusenda. Au kwa mfano wanasema au ikindi gisako zoenda bakavuga ngo wenda bakavuga ngo reka ndebe ibyoroheje byaborohera mwahita mufata. Wenda bakavuga ngo cyose mwakimenya. Bakavuga ngo abana banje barara bahagaze bwacya bakaryama. Nyota. Hapana. Barasubiza ngo imyugariro murayizi se? Oya. Kugarira ntago mubizi. Urabona mujya ahantu hari inka. Alafu kuna jengo la ng'ombe. Kuna vijiti hivi usiku wanavitumia kama mlango, wanaviweka kwenye mlango wa jengo la ng'ombe. Hivyo vijiti vingi sana, yani vinazuia ng'ombe kutoka nje. Alafu usiku wanavitoa wanaviweka pale chini pembeni. Zamani walikuwa wanaviweka vikiwa vimesimama. Ndio maana wanasema abana banje
barara bahagaze, usiku vinasimama, alafu mchana wanavitoa na veka pembeni ili ng'ombe watoke. Kwa hiyo ibisakuzo ni vitendawili katika Kiswahili. Unaona? Alafu pia tuna methali. Methali ni nini katika Kinyarwanda? Imigani y'imigenurano. Ebrudia, imigani y'imigenurano. Imigani y'imigenurano. Y'imigenurano. Hebu tukumbushane methali kansime. Nakuuliza methali alafu wewe unajaza. Haba na haba. Ujaza kibabu. Mtakacha uvunguni. Sharti ya ulani. Jogoo wa shamba. Hawiki mjini. Methali mbona nimesahau sana methali. Hebu uliza wewe nione kama nitaweza. Unazo zifahamu? Kama mchunia juani. Hulia kivulini. Mchunia juani yani hulia kivulini. Mkuki kwa nguruwe. Mchungu kwa binadamu. Kwa nguruwe mtamu, kwa binadamu mchungu. Mkono mrefu. Wanajibuje? Mwizi. Yani kuwa na mkono mrefu. Hiyo ni methali, ni kama vile nahau hivi. Ila vyote ni sawa. Yote ni kama sawa, tuseme hivyo. Methali nyingine. Kumshani methali Oliva. Mpe microphone. Chovya humaliza buyu la asali. Haba nala. Ujaza kibaba. Haraka. Haina baraka. Pole. Ndiyo mwendo. Tone. Ila sijui. Sikumbuki yani. Ujaza ndoo. Tone ujaza ndoo. Hiyo ni sawa na kusema haba na haba ujaza kibaba. Hivi labda tukiacha mambo ya methali kidogo, kwa sababu nimewaambia baita imigani y'imigenurano. Hebu tukumbushane pia, mlipokuwa kule shuleni Tanzania, mlikuwa hapo, nataka munisaidia ni kulinganisha maisha ya mwanafunzi wa kule na maisha ya mwanafunzi wa huku kwa kipindi kidogo ambacho mmemaliza huku. Ni mnaonaje? Labda mlinganishe kwa kuchunguza hasa discipline, mwenendo wa wanafunzi wa kule na wanafunzi wa huku ukoje? Kwa upande wako unaonaje wewe kazi? Kwa
upande wangu naona wanafunzi wa Tanzania wanaosomea Tanzania wengi wao wana nidhamu sana. Wana nidhamu sana kuliko wa huku. Kuliko wa huku. Unadhani ni kwa nini? Kwa sababu walimu wa huko ni wapole sana. Yaani acha wewe, ni wapole? Ndio. Yaani ndio maana yani hujachapwa kiboko wewe. Nishachapwa. Ulichapwa kwa kufanya kosa gani? Ongea kwa sauti. Ulikuwa umekosa kujibu swali. Lakini kule walimu ni wakali. Wakali sana. Kweli? Sana. Iko kwa upande mwingine ni wapole. Kwa sababu kule ukifuata maelekezo. Yaani ukifuata maelekezo unaweza tukamaliza mwezi mzima waanza kupiga kisa ya discipline. Lakini ukivunja sheria kidogo anaweza akakupiga. Sababu ya ngoita anatoa eti nani max. Wanapiga. Anakuchapa kiboko yani mpaka unanyoka. Nakuchapa unahisi yani karibia mwalimu yote anakuchapa mwalimu hata anayepita huyu ananida mbaya ngoja nimchape. Ina maana kitu nidhamu ni dhambi. Ni dhambi sana. Kwa kila mwalimu au kuna hata walimu ambao hawathamini tu anakuambia shauri yako? Kila mwalimu. Lakini huko wanamkuta mtoto eti hajachomekea. Senti ni ya mwalimu huyu. Kule yani mwalimu hata akuta hujachomekea. Anakuchapa au anakuambia. Kweli? Ina maana huku wanaregeza. Wanaregeza sana. Huko anasema kama tunaongea Kiingereza lakini hata uone kama walimu wanakazia sana. Abantu mwe. Uyu mwana yigaga Tanzania nko mubyumva yari maramubwira ati ugereranije imibereho y'abanyeshuri ba Tanzania nabinaha ati abanyeshuri ba Tanzania bafite ikinyabupfura kurusha binaha bitewe nuko abarimu baho barakaze. We aravuze ati barakaze ugereranije nabinaha ati kuko ati ibingibi byo kuvuga ngo baragukuraho amanota ngo imyitwarire ati nabihaba ati ho baragukaraga baraguhana ku buryo uvuga uti kweri ntabwo nzongera ati impamvu bagira ikinyabupfura nuko wenda bahanwa muri ubwo buryo. Sasa unadhani kumchapa mtoto inasaidia nini? Yaani kumwadhibu kila mara na nini? Inasaidia mtoto kujua kwamba hiki sio kitu sahihi. Kwamba napaswa nisifanye hivi, nikifanya hivyo atanipiga tena. Naam. Lakini kusema kwamba eti anatoa max, nasema hii ni ya mwezi wa nani mura wa kwanza. Mura wa pili nitafanya kama kinita nani max 3. Hakuna shida, nitaenda shule zingine. Lakini kwenye kupiga mtaanza sitarudia tena, huyu mwalimu ameniumiza hapa, sitarudia tena kufanya hivi. Kweli. Kwa hiyo tuseme labda samaki mkunje angani mbichi. Yaani wanakuchapa ukiwa mdogo ili usije ukawa unaanza kujifanya kingi ukiwa kwenye madarasa ya juu. Eti Oliver, unaonaje wewe kuhusu hizi tabia za labda tuseme ni mtindo wa kuadhibu wanafunzi na mtindo wa kuacha wakadeka, yani sijui nitumie kudeka, yani au walimu kuwa wapole. Unadhani kipi kizuri? Kizuri ni kuachapa, sio kutoa max. Kizuri kutoa max. Max ya vindeni na kuchapa kabisa. Hapo mimi nawashauri walimu waache vya kutoa max. Wachapa wanafunzi na wazazi waambie kwamba waambiwa, kwa sababu ukiweza kumlea mwanafunzi bado mdogo hivi unamwambia acha hivi, unamchapa, unamzuia, kweli ataacha. Lakini unaona sasa hivi hapo umeshasikiti mwanafunzi anapiga mwalimu. Kweli hicho kinawezekana? Hakiwezekani. Ni kwa sababu tu walimu wamenaneza tunatoa max. Ulishawahi kumwona mwanafunzi anampiga mwalimu?
Wapi? Sisi tunasikia wanafunzi wanaongea eti mwalimu huyu. Mimi nitampiga. Kweli wanasemaga? Wanasema. Tena inawezekana wanaweza wakafanya. Wanaweza wakafanya hivi. Unajua haya mambo ya kielimu inatokana na siasa ya serikali. Kama kule bado wanatumia mtindo wa kuadhibu wanafunzi ni vizuri, lakini huku pia wana siasa yao ya kufanya nini? Yani wanaona mtoto ni kumsumbua. Acha mtoto afanye anachokiweza, usimpe mzigo. Ndio siasa yao, siasa ya huko. Hata nyinyi siku tu zinazokuja mtakuwa kama wa huko, mtakuwa mmeanza kufanya nini? Mwalimu akikugusa basi ukifika nyumbani unamwambia mama. Na nyinyi mtakuwa kama hivyo, unajua. Sasa mtakuwa kama hivyo. Sasa tamwambia tusaidiane. Eti? Namwambia tu hata kuna kinachotokea sana mwalimu amenipiga hapa basi imeisha. Ina maana wazazi wenu wamezoea watoto waadhibiwe. Kule tunaenda nimepigwa hapa leo nimevimba. Kesho tutapanga paisha acha unaendeleza hata wewe mwalimu aliyekupiga unaendeleza kuongea naye, lakini wa huko mwalimu akuadhibu tu kidogo mtu ananundu. Aweza hata kaongea na hii nicho ndio ambacho kinawafanyika wanafunzi mpaka wanafeli masomo yao. Yaani ukichukia mwalimu umechukia somo. Umechukia somo lake. Yaani amepiga tu kidogo umechukia. Na wewe ukafanya somo lake vizuri kwa nani? Unasira naye. Na maana sio vizuri. Bora ila ndio hivyo tu, watoto wako wameishachukua huo mtindani, wanajua kwamba wao ni wanafunzi na mwalimu ni mwalimu, na mwalimu anajua mimi ni mwalimu na huyu ni mwanafunzi. Kwa hiyo anachotakiwa ni nini? Lakini hata zile marks wakikutoa zinaweza zikasababisha wewe kufukuzwa shule. Si mnajua? Waona na zenyewe ni hatari kutolewa. Na mambo ya kuadhibu pia ni naona sio vizuri. Kwa nini mtoto apigwe? Oliva, kwa nini mtoto apigwe? Apigwe, yani kwa mfano kama ametenda kosa kweli apigwe, adhibiwe. Na umeshasikia kwenye Biblia anasema mtoto mtoto bwana anapokosea ukimwacha. Eti Biblia inasemaje? Sio msomaji mzuri wa Biblia, lakini mimi najua kwenye Biblia anasema muadhibu mtoto ipasavyo. Muadhibu mtoto ipasavyo. Na hata kufa. Kwani hapo kuna adhibu watoto wangapi wangekuwa wamekufa? Hawapo. Mbona fimbo inavunja mfupa? Inavunja mfupa lakini unaweza kupona. Kwani utakufa? Hapana. Kweli? Kweli mlikuwa mnaadhibiwaje? Mnakuwa unalala chini piga kiunoni au vipi? Unapiga mikono, piga bega, piga matako, miguu. Natokana na kuboto unapotaka. Kweli? Unakubali unapigwa? Lakini walimu wengine wanasema unapiga hapa na ni hapo anapotaka. Kwa sababu wewe unakubali kosa lako alafu lakini hapo namwambia wanafunzi nakupiga hapa anasema mistake kupigwa. Mwalimu anasema anatoka nje, lakini kule wanakulazimisha unakupiga. Wewe. Ukitoka nje siku nyingine unaikota. Kweli? Wewe ile siku kukupiga. Nje nikupiga. Unakuaga na dini lake. Okay, asante sana. Ni kitu kipi ambacho mnakimisi, yani ukikaa unasikia kwamba na kimisi yani cha kule Tanzania? Kitu gani kwa upande wako Olive? Niambia mimi sijamisi vitu vingi kama jinsi unavyosema, labda tu mimi mtu ambacho nimekimisi ni marafiki zangu. Marafiki? Marafiki. Unajua kama umeshasema wewe ni rafiki yangu ndio hiyo. Tena wewe ni mzuri wa kutafuta marafiki. Ulikuwa na wengi sana. Kwa sio wengi, mimi nilikuwa naenda na mmoja ila wote walikuwa wanajua rafiki zangu, lakini kwa na mmoja alikuwa rafiki yangu sana.
Unamwambia nini? Namwambia mimi nampenda tu, yani nimemisi. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Evans. Hiyo alikuwa rafiki wako yani wa kimoyo sana. Ulikuwa unaweza hata kumuomba akuhifadhie siri. Unamisi sana. Yani akikuona tu ajue kwamba unamisi. Alikuwa anaitwa Evans. Kwa sasa unadhani yuko wapi? Kwa sasa yuko shuleni. Yuko shuleni. Na kwao ni wapi? Kwao ni Amgembe Bukoba. Okay. Kuna kitu kingine ambacho labda unakimisi? Yaani ukifikiria unasema acha tuzungumzie labda kuhusu chakula. Chakula. Niambia mimi nimisi kula mandazi. Mandazi. Kwani huko hakuna mandazi? Sasa huko mandazi moja eti wanasema ni jana. Na kule ndio ni jana, lakini ya huko ni anasema ila ni kubwa sana ya huko. Ya kule ni makubwa sana. Anasema era ya huko ni era ya huko ni kubwa. Yaani hata bibi kukupa ijana anaona ni nyingi sana. Anaona ni nyingi sana. Hapa ni ukipoteza hata era kunyoa. Utajua. Mungu wangu. Kwa nije niwanunulie mandazi siku moja. Na waahidi nitakuja niwanunulie kama box moja ya mandazi. Nione kama mtaweza. Eti. Alafu Anje, niambie ukweli, unamisi nini kitu cha kule Tanzania? Namisi marafiki zangu. Marafiki. Mwambie rafiki yako hi. Alafu alikuwa anaitwa nani? Niambie kama rafiki zako watatu hivi, yani wale wa karibu sana. Monica, if God wishes. I can meet them. Maybe. Yes. I wish one day you meet. Utalia. Will you cry? Utawasalimu je? Labda utawasalimu je ukikutana nao hiyo siku? Wewe utalia, naona utalia. Si utalia kweli? Pole kwa kuwamisi marafiki. Ila ndo dunia ilivyo. Leo uko hapa, kesho nakwenda pengine, na huku pia umeshapata marafiki kweli? Ndio. Kama wangapi? Mmoja. Unayemwamini? Ndio. Watakuwa wawili kesho kutwa watatu. Mwaka utamalizika ukiwa na wengi. Yaani hata wakule utawasahau. Do you know that? Wakule utawasahau. Kansime. Wewe huna marafiki ambao unasema labda nimewamisi ama chakula ama maeneo ya kule, mazingira ambayo ulikuwa unayapenda yani kutembelea? Marafiki peke yake. Marafiki. Hebu wasalimu kama marafiki zako watano hivi nione. Nasalimu Kaylin. Nani? Kaylin. Catherine. Daphnes. Sarah. Na Esperancia. Mlikuwa mnasoma kidato kimoja? Tulikuwa tunasoma darasa la 7 sote. Nyote darasa la 7. Na kwa sasa kama wamepata matokeo wanakwenda form 1. Wanakwenda form 1 Januari. Hii Januari. Kwa sasa wako kwenye likizo. Sasa wako kwenye likizo. Pole sana kwa kuwamisi. Na ukiwaona siku nyingine labda na wewe utalia. Sijui.
Inaumiza kupoteza marafiki. Ila pole sana. Ipo siku mtakutana, kwa sababu nasema isipokuwa milima lakini binadamu hukutana. Hebu sasa tutoe salamu kwa ndugu, wazazi tukifika kwenye tamati ya kipindi chetu. Lakini nilikuwa nataka niwaulize kitu kidogo. Mlipokuwa Tanzania, mlikuwa mnaimba kwenye kwaya pia au mmeingia kwenye kwaya mlipofika huko? Nyote? Ulikuwa na kwaya? Okay, hebu mpe microphone nimuulize. Ulikuwa kwenye kwaya yako ilikuwa ni kwaya ya shuleni au ni ile tu ya nyumbani mnapokuwa likizoni? Ni kwaya shuleni. Kwaya shuleni. Ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Angel. Una nyimbo zao? Nyimbo za kwaya. Si utimbie kidogo kama wimbo kamoja tu. Kale ambako mlikuwa mnakapenda sana, sijui ni Sunday school. Au yani tu kare akaririmbo mwakundaga kuririmba, mwahoraga mukunda kubyina nakaye? Msikumbuki kabisa toka tunaimba kwenye kwaya. Ila mimi nakumbuka kale wimbo ambako mchungaji alikuwa anaingia. Tunamwimbia. Mnamwimbia. Mlikuwa mnaimbaje? There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah, amen, in the house of the Lord. Ni kazuri. Na hivi mnapokuwa mstarini kule Tanzania, kuna yani assemble matangazo yanatolewaje? Ni kwa Kiingereza, ni kwa Kiswahili? Ni kwa Kiswahili. Baada ya matangazo inafuatia nini? Bila kuimba wimbo wa taifa. Tulikuwa tunaimba lakini ilikuwa sio sana. Yaani kwa wiki mara moja. Kama mara moja. Wimbo wa taifa. Unaofahamu wimbo wa taifa wa Tanzania, Anje? Unaofahamu? Sasa huku tunasema Rwanda nziza. Rwanda nziza gihugu cyacu. Siwaga mnasikia pale wakiimba shuleni? Na kule wanasemaje? Mungu? Imba kidogo tusikie. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Mungu ibariki Afrika na watu wake, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, wabariki dumisha uhuru na umoja, na waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki watoto wa Afrika. Si wa Tanzania? Wa Tanzania kwa sababu Afrika inaanza.
Wanaimba wakiwa tu hivi. Unaimbaje? Nasimama wima peke yake. Alafu wanaimba. Tofauti na nyimbo na wimbo wa taifa, nyimbo za wasanii labda wa Kitanzania mnazozifahamu ni zipi? Tuanze kwa Kansime. Kansime, niambie kama nyimbo mbili unazozipenda sana na wasanii walioziimba hizo nyimbo. Hani. Afu wimbo ni wa Zuchu. Zuchu, tuimbie kidogo tusikie. Hani. Na mpenzi wangu hani. Simoni tafuta hani. Niko wapi? Hani. Okay, vizuri sana. Ni wimbo mzuri tena unaopendwa na watu wengi wa Zuchu, unaitwa Hani. Mwingine, una mwingine? Enjoy. Enjoy ya Diamond na nani? Na huyo jamaa mwingine nimemsahau, sijui nini. Jax. Ni Jax. Anaijua kuimba huo wimbo nani? Mpe Anja tuimbie. Anja tuimbie kwa Enjoy. Yani nini era yani lakini mbona kama vile mna vipaji. Niliwahi kumuuliza Oliver aniambie kipaji chake. Yaani unajua alisemaje? Yaani yeye aliniambia hajagundua. Hajajua talent yake. Na je, wewe una kipaji cha kuimba kweli Kansime? Hujui? Unadhani una kipaji chake? Kipaji gani wewe? Mimi napenda kuimba, lakini sikuwa naimba vizuri. Yaani hujajua ni kiwango gani? Okay. Wewe mnajizoeza, labda unaweza ukakuta wewe ni msanii mkubwa kutokana na jinsi unavyokuza kipaji chako. Ama unaweza ukawa na kipaji cha kuongea. Unaona? Kesho yake ukawa mtangazaji na nini, au kama mwalimu, au kama pastor, kama unahubiri injili na nini. Kwa hiyo mnakuza vipaji vyenu. Unakuta una kipaji lakini hujui ni kipi. Alafu wewe ndo unakikuza. Watu baadaye wanakuambia una kipaji hiki, hujajua. Jamani unaweza. Labda tukimaliza acha tu turushe salamu kwa ndugu na marafiki. Dusuhuze inshuti n'abavandimwe, sibyo? Ariko noneho murabasuhuza mu Kinyarwanda. Murahera kuri mama n'abandi bavandimwe banyu bo mu muryango. Duhere kwande kuri Oliver n'abanzi. Cyangwa Oliver ari gusoza, sibyo? Reka tubanze kwa Ange kubera ari we muto. Ange, suhuza, wasalimu. Unamsalimia nani katika familia? Dasuza mama. Yego. Umubwira ngo ki? Ndamukunda. Uramukunda cyane. Nande? Nakuru banje bose. Urabakumbuye.
ndabakunda cyane. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Abasubiza ngo iki? Ngaho hereza Kansime nawe asuhuza abantu turimo dusoza tugana ku musozo. Ndamusuhuza mama wanjye Angel na inshuti zanjye, ndabakumbuye cyane cyane, ndabakunda. Yego. Urakoze. Uri wowe bivuge neza mu Kinyarwanda twumve. Ndamusuhuza mama wanjye n'abavandimwe na inshuti zanjye n'abari banjye banyigishe bose ndabakunda. Imana abahereza umugisha. Imana ibahereza umugisha. Okay. Mama mugira ikindi kintu mumubwira naza wenda azabazanira iki? Nta kintu mumusaba mama kugira ngo nabone ino video bihite bituma yumva ibyo mwamusabye kubakorera. Njye ndasaba ambwire Emi aje mu Rwanda. Abwire Emi azaze mu Rwanda. Yego. Nta kindi? Azakuzanira iki Ange mama? Azakuzanira imyenda. Ukunda imyenda. Njyewe ndashaka kumubona. Urashaka kumubona? Aze hano. Yego. Abasure. Abasure. Yego. Ndashaka kumubona namukumbuye cyane. Yababwiye ko azaza ryari? Umunsi mukuru. Okay. Ngaho mubasezereho hanyuma dusoza, musezereho abantu bari badukurikiye, hanyuma kandi nizere ko n'ubutaha nimbabwira ngo muzaze noneho mumbwire Ikinyarwanda mumaze kumenya muzaza, sibyo? Sibyo? Ngaho mubwira abantu ngo bye bye. Bye bye.